Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby, ambapo mchezo huu unaikutanisha klabu ya soka Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa mchezo huu tunaona umeweza kuingia dosari kubwa sana mara baada siku ya jana klabu ya soka ya Simba kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna taarifa zinadai kwamba makomando wa klabu ya soka Yanga Sports Club walizuia klabu ya soka ya Simba kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho ili kuweza kujiandaa na mchezo dhidi ya Yanga. Sasa mara baada ya hili kutokea, tunashuhudia Simba walifika majira ya saa moja katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini walikaa nje mpaka saa tatu kisha kuondoka pasipo kufanya mazoezi. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na klabu ya soka ya Simba ni kwamba wameweza kuhususia mchezo huu na siku ya leo hawatokwenda uwanjani, kwa sababu taarifa zinadai kwamba siku ya jana klabu ya soka ya Simba waliweza kuvunja kambi yao kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Yanga, na wamekubaliana kwamba watarejea tena kambini siku ya Jumanne kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya timu hii wa kombe la Azam Sports Federation Cup, bila kusahau kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na klabu ya soka ya Simba, taarifa inasemaje? Inasema hivi: taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga Afrika, Simba ikiwa timu geni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika. Mabaunsa wa klabu ya Yanga Sports Club walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kuwazuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zake zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki kwa dhidi ya wahusika wote wa sakata hili, imetolewa na management ya klabu ya soka ya Simba. Kwa tunaona hiyo ni taarifa ya klabu ya soka ya Simba ikitolewa na kusisitiza kwamba hawatokwenda kucheza mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu taarifa zinadai kwamba Simba Sports Club mara baada ya kuzuiwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa walirudi kambini, na mara baada ya hapo wakaweza kuvunja kambi yao, kwa sababu ikumbukwe wao Simba walikuwa na haki za msingi za kuweza kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini ndio hivyo watani wao wajadi wakiongozwa na makomando wakaweza kuibania klabu ya soka ya Simba kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi. Kumbukwe Yanga wao waliweza kufanya mazoezi mapema kabla ya saa moja na mara baada ya hapo wakaweza kuondoka. Kwa hiyo ndio hivyo Simba, kutokana na wao kushindwa kufanya mazoezi kikanuni na haki za msingi, wameweza kusema kwamba hawatokwenda kwenye mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa mara baada ya hili kutokea, watu wengi wanajiuliza sasa itakuwaje, kwa sababu watani wa Simba Sports Club ambao ni Yanga Afrika wao wanautambua mchezo huu na wameweza kusisitiza kwamba Simba wapeleke timu uwanjani kwa sababu Afrika na dunia nzima kwa ujumla wanautambua mchezo wa Kariakoo Derby na wao pia watakwenda uwanjani. Sasa ngoja tukaangalie zile kanuni zinazosimamia mpira wa miguu zinasemaje, na je, ikitokea Simba wajienda uwanjani, je, ni klabu gani ambayo itakwenda kupata athara aidha kwa kuweza kufungiwa ama kupokonywa alama tatu au kufungiwa kabisa kucheza soka la Kitanzania. Kwa mujibu wa kanuni inasemaje? Kanuni inasema hivi: timu geni itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau
mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zozote za kukwamisha timu ngeni kukidhi ipasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa kanuni inasema kwamba timu ngeni inaruhusiwa kufanya mazoezi kabla ya siku moja ya mchezo, lakini mpaka pale kamishna wa mchezo ndipo atakayethibitisha kwamba labda timu hii haikufanyiwa haki, basi kwa upande mwingine ndipo ambapo TFF watakwenda kuhukumu. Sasa adhabu inakuwaje? Je, nani ambaye anapata faida kati ya Simba na Yanga Sports Club? Basi kuna hiki kifungu kinasema taratibu za mchezo, kifungu cha 17.60 kinasemaje? Kinasema hivi, kanuni ya awali ilikuwa inaongelea issue, inasemaje? Inasema hivi, TFF na TPLB itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama zilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali au karipio au kutoza faini kuanzia shilingi 500,000 mpaka shilingi 1,000,000 na au kufungia mchezo isiyozidi mitatu au kipindi kisichozidi miezi mitatu, na faini kwa makosa yaliyojirudia itatozwa kati ya shilingi 1,000,000 mpaka 5,000,000 kwa wachezaji, kiongozi au timu. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa sheria ya kwanza ilikuwa inasema kwamba timu itaweza kufungiwa miezi mitatu au inaweza kufungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya laki tano, lakini sheria hii ikaweza kurekebishwa. Ilivyo sasa mwaka huu 2024-2025, sheria inasemaje? Inasema hivi, TPLB itachukua hatua kwa ukiukwaji wote wa taratibu za mchezo kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali au karipio na kutoza faini kuanzia shilingi 1,000,000 mpaka shilingi 2,000,000 na au kufungia michezo isiyozidi mitatu au kipindi kisichozidi miezi mitatu. Faini kwa makosa yaliyojirudiwa itatozwa kati ya shilingi 500,000 mpaka 10,000,000 kwa wachezaji au kiongozi na au timu. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa sheria inasema kwamba iwapo timu itazuiwa kufanya mazoezi, kukiuka zile sheria zinazosimamia mpira wa miguu, basi kuna uwezekano mkubwa timu ikatozwa faini kuanzia 1,000,000 mpaka 2,000,000 au kufungiwa michezo isiyozidi mitatu au kipindi kisichozidi miezi mitatu. Timu itaweza kujifungiwa kujihusisha na soka linalo nchini Tanzania. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa sheria ilivyo, kuna uwezekano mkubwa kwa sababu Simba wao walifuata taratibu, basi kuna uwezekano mkubwa Young Africans wakakutana na rongo hili zito. Lakini kupitia mwanasheria wa klabu ya soka ya Yanga Simoni Patrick ameweza kufunguka issue na kusemaje? Anasema hivi, kwa mujibu wa kanuni ni kweli kwamba timu geni ina haki ya kufanya mazoezi angalau mara moja kabla ya mechi. Hata hivyo, kwa kuwa ligi yetu inaendeshwa kwa busara na ikizingatiwa kuwa katika mzunguko wa kwanza klabu ya Yanga ilinyimwa haki ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, basi hakuna uhalali wa kuruhusu mwenzetu kufanya mazoezi ili kuepuka upendeleo wa aina yoyote, double standard. Kama mamlaka zingekuwa makini katika kusimamia kanuni kwa kiwango sawa na wanachofanya katika kutoa faini kwa vilabu na kuwafungia wasemaji, hali hii isingekuwepo. NB, fanyeni yote, Afrika nzima inasubiria debi ya Kariakoo. Huyo ni mwanasheria wa Yanga Simoni Patrick akithibitisha kwamba nao pia hawakufanywa fair katika mechi ya mzunguko wa kwanza, lakini wao waliweza kuenda uwanjani na kuweza kucheza mpira. Kwa hiyo ameambiwa afanye vyote vile. Simba Afrika inasubiria mechi ya Kariakoo debi. Mambo ni mengi, muda ni mchache kwenye mchezo huu. Hivi na bichi za kwenda kujulikana ifikapo majira ya saa 1 usiku. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho kinaendelea? Una nafasi ya kutoa maoni katika comment. Je, kwa upande wako wewe ni nini unacho kuongelea katika mchezo huu? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.